nataka ni clarify jambo moja. Kuna shida hii ambayo tuko naye hapa Mumias Central Ward. Nashukuru sana ndugu yangu Eugene ameongelea swala la ajira kwa vijana. Sasa mimi nataka nikuulize Mheshimiwa Governor. Sehemu moja tu hapa Mumias Central Ward imekuwa ikitumika kuajiri vijana wetu. Wakati hii barabara ya kwenda Indangala ilikuwa inajengwa, vijana walikuwa wanapata hapo kazi. Lakini kwa saa hii barabara ilisimama. Wale vijana wenye walikuwa wanafanya pale kazi hawana kazi. Juzi nimekuwa kwa redio nasikia kijana yetu mmoja hapa amekuja kwa redio anatuambia ya kwamba barabara ya kutoka Bomani kwenda Matawa pika Indangala imeisha lami. Alafu baadaye anatuambia tukukimbia kutoka Bomani kufika Ogalo unatumia dakika 10. Jamani vijana wenzangu, sisi tunapitanga hii barabara jamani. Nyinyi mkiona hii barabara iko na lami? Hapana, iko wapi? Kwa kweli baraza, hii kitu unatufanyia hii surely ni haki ama unajaribu kutuchokoza? Hii wacha nikwambie Mheshimiwa Governor. Mara hii unachokoza vijana. Wakati vijana watakuja kusimama na kusema hawakutaki, usisikie vibaya. Kwa sababu wewe unawadanganya kwa vitu ambavyo wanaviona. Ukituambia ati barabara hii iko na lami, unatudanganya. Juzi umetuambia pale ati hiyo dispensary ya Mchimi imekula 3.5 million kwa kufanya renovation. Surely ukienda pale Mchimi dispensary utaona pale ni matofali, kuna jirani pale anapiga matofali akiweka hapo ndani. Hiyo kitu haijafanywa renovation. Lakini tunaambiwa imeshakula 3 million. Nataka niwaulize wenzangu vijana, nyinyi mnapita hiyo barabara. Nyinyi mkiangalia kweli mnaona pale ile dispensary imefanywa renovation? Na sisi ndio tunasema hapa ni Mumias Central. Na hizo ndio facilities ambazo zinasaidia common mwananchi. Wewe unafikiria mama atoke kule Musango anakimbia kuja kutafuta matibabu hapa level 4 yenye hakuna hata daktari. Hata maji hakuna. Hata hakuna fence. Yaani ile surely Governor Oparanya alifanya kazi yenye ungeshikilia pale, at least usongeshe wananchi mbele. Mahali ambapo unatufikisha Governor, at least hata tutasema wacha ikae wewe, hata afadhali uende nyumbani. Hatuwezi kusema ati wewe ni mtoto wetu na mtoto wetu umetuacha. So, Bwana Speaker, mimi nataka niombe jambo moja ya kwamba kwa hili bunge sisi hatutaongelea ukabila. Sisi wote ni wana Mumias. Na sisi wote ni watu wa Kakamega. Uwe Mnyore uwe wapi, lakini unaishi wapi? Kakamega. So kama unaishi hapa Kakamega, wewe uko na haki ya kuongelea kila ambacho kinakusumbua. Level 4 hii Mheshimiwa Governor Oparanya akijenga alikuwa na plan ya kuitengeneza itoke kwa hiyo kiwango ya level 4. Lakini saa hizi ilikuwa level 4 lakini naona inarudi level 1. Kwa sababu ukiangalia hakuna fence. Hospitali mzima haina maji. Hospitali mzima hakuna hata yani ukifika pale. Juzi kuna mtoto ameenda pale ati amemeza maharagwe. Mtoto alikufia hapa outpatient. Kwa sababu daktari hawapo. Governor, hawa ni wananchi wanaumia. Hawa ni wananchi wanateseka. Na malengo ya Mheshimiwa Oparanya haikuwa kwamba wananchi wateseke. Ilikuwa kwamba wananchi wafurahie. Lakini sasa mahali umetufikisha Governor, sisi tumechoka. Na tunasema tumechoka. Na ndio maana unasikia tukiimba wimbo mmoja tukisema wewe ni one term. One term, baraza. Na inabaki kuwa one term. Hatutabadilisha msimamo. One term. Awe viongozi sahi kitu wenzangu acheni niwaambie ukweli na sitaki niwafiche. Kabisa. Kitu ambacho tunakiona kwa viongozi kwa wale ambao wako kwa serikali ya hii ya baraza, kila mtu ambaye ako pale kwenda pale, yani wewe unaenda tu kuchukua pesa kufanyia miradi zako. Hebu angalia wale watu ambao wamechaguliwa kwa hii serikali ya governor. Ukienda pale maisha yao wamebadilika within 5 years, hata 5 years hajaisha. Lakini hebu angalia vile wameinuka. Kwani hao wazazi hawakuzaa? Na kama walizaa si pia wao wanataka vijana wao wakue? So sisi tunataka sisi kama vijana, kwa sababu tunaona makosa, tutasema hayo makosa ili hao wananchi wakituangalia
waangalie na wajue ya kwamba huyu anafanya na huyu hafanyi, na mwenye hafanyi aende nyumbani. Yangu ni hayo tu, na mbarikiwe.